Ujio wenu kwangu sio ujio mzuri. Natambua fikra. Ujio wenu kwangu sio ujio mzuri. Nyinyi hamnijui mimi. Mimi ndiyo Mzee Makoti. Niliyeshindikana kwenye mji wote wananitambua. Mimi huwa sitishiwi nyao. Na huwa sitishiki katika maisha yangu yote. Ni kiumbe mmoja hatari sana. Huwezi kunitambua kwa kuniangalia, ila kwa kuhisi tu naweza kunitambua kiundani zaidi. Mimi sio mtu wa mchezo mchezo kama ambavyo mnavyonifikiria nyinyi. Mimi ndiyo Mzee Makoti. Mimi ni nani? Wewe ni nani? Mimi ni nani? Wewe ni nani? Nipo katikati ukujangwa ukujua huku. Majoka, ni ujio gani unaokuja katika himaya yangu pasipo mimi kuwa na taarifa yoyote? Mzee Makoti, nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuja kukusalimia. Mimi sio mtoto mdogo. Ninatambua kila kitu kinachoweza kuendelea. Na ninatambua juu ya ujio wako uliokuja hapa. Umekuja kwa ajili ya kuweza kuvuruga mipango yangu, si ndio? Hapana Mzee Makoti. Mimi sina mamlaka ya kuweza kuja kuharibu mipango yako. Na wala sina uwezo wa kuweza kuja kuharibu mbinu zako. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuja kukusabai tu. Wala sikuja hapa kwa nia mbaya mzee wangu. Nimekuja au kuja kwangu kwa kufanya surprise ndo unione kama nimekuja kwa nia mbaya? Hapana! Ninakutambua wewe. Na hata huyo pia aliyekutuma ninamjua vizuri. Mimi ndiyo Mzee Makoti. Niliyeshindikana katika mji wote ni wa kwangu mimi. Huu ni mti mkavu unaweza kustahimili. Hata kama kutotokea na ukame wa aina gani, bado utaendelea kuishi. Sasa nitakachokifanya kwako, hutakuja kusahau katika maisha yako yote. Mzee Makoti, naomba uweze kunielewa. Siwezi kuja hapa kwa nia mbaya mzee wangu. Nimekuja hapa kwa jambo la heri la kuweza kuja kujulia hali. Hapana! Mbona unakimbia sasa? Kama ujio wako ni waheri kwangu, mbona unakimbia? Wewe ni kijana mdogo sana kwangu. Mimi ndiyo Mzee Makoti, mti mkavu unaweza kustahimili hata kama utafokea na ukame wa aina gani, bado utaendelea kuishi. Mbona sielewi? Naomba unisikize Tamtamu. Naomba unisamehe. Najua nimekukosea. Naomba unisamehe kwa yote yale nilokufanyia. Bado nakuhitaji. Hivi mbona unashindwa kuwa muelewa?
Yaani huwezi kuelewa hata kidogo. Niliwaambieni siwezi kuwafuatilia kwenye maisha yenu wala mahusiano yenu. Zile kelele zote, kero zote nilizimaliza. Ina maana nilianza mwanzo mpya. Wewe leo hii unataka kuja kuanza kunisumbua. Ni kipi labda? Ni kitu gani kinachokufuata uanze kunifuatafuata? Tamtam, naomba unisamehe. Tuachane na yote yale yalopita. Bado nakuhitaji Tamtam. Naomba unisamehe, mimi ni yule Azizi wako Tamtam, bado nakupenda. Yaani kati ya vitu ambavyo siwezi kukuelewa hata kidogo. Kwa hiyo leo ndo umejisema wewe ni Azizi, si ndio? Muda wote mbona ukusema kama wewe ni Azizi? Ina maana unakuwa unaniektia au kuna kitu unachokitafuta? Wewe sikiliza nikwambie Azizi. Ina maana ulisubiri ili nife. Uje uhangaishe mzimu wangu, si ndio? Sasa sikiliza. Wewe shetani mweusi wewe, naomba ukome. Si unanielewa? Sitaki uniletee mapepe kwenye maisha yangu. Wewe hebu sikia, mbona unakuwa hivyo unasumbua? Hebu niache nikae na amani basi. Naomba Tamtam, bado nakuhitaji Tamtam, bado nakupenda. Mwanzo wa kutaka kabisa kitu chochote. Lakini leo unaanza kujihenda. Wewe sikiliza nikwambie. Sitaki masiala kabisa. Unanielewa? Tena sitaki hata usikie. Subiri kwanza. Hii ni issue yangu baina ya huyu kaka na mimi. Hivi nyinyi nao ni akina, hebu niachie. Wewe tulia basi. Wewe kaka, dada, mimi najielewa. Sijachanganyikiwa wala nini. Ila huyu ibilisi shetani na nyoka wake huyu wanaanza kuniletea mambo. Mimi hapa nilipo nimeshakufa tayari. Sasa nashangaa mnaanza kunisumbua. Kwani mnataka nini jamani? Mimi nimeshawaambiaje? Mimi sitaki kuwafuatilia. Nyinyi mnaanza kunifuatilia tena. Inakuaje? Mimi sitaki dhambi la mtu sasa hivi. Naombeni mniache nipumzike. Lakini dada, punguza basi kidogo jazba na hasira. Jaribu kutusikiliza. Tunajua sawa umechanganyikiwa, lakini usimpige. Nafikiri mimi mpaka unampiga unaweza kumuumiza. Alozi, mke wangu, huyu mwanamke huyu kwa jinsi ninavyomuona, atakuwa kachanganyikiwa. Sasa kweli mtu kafa yupo hivi kabisa anaongea. Rafiki yangu, najua unanifahamu vizuri sana. Sio mara ya kwanza kuniona. Kwa hiyo naona sasa hivi kidogo hauko sawa. Hivyo inabidi tuondoke kwanza nyumbani. Twende. Mimi sijachanganyikiwa, samahani, naombeni mnielewe. Kama mnaninukuu samahani. Wewe dada wewe. Wewe uliwahi kuniua? Umeshawahi kuniua na nimekufa. Sasa nimekufa bado mnaanza kunisumbua. Wewe ndio mwenyewe ulisema umeniua. Sasa inakuwaje tena unaanza kunini? Unaanza vitu gani wewe? Hebu nitoleeni ushetani basi hapa. Mimi niacheni nipumzike na mambo yangu. Sio kuanza kufuatana kama hivi, sitaki. Yale yalikuwa ni mawazo tu dadangu, ni fikra tu ile. Kama nilivyowaambia, huyu binti hayupo sawa kiakili kabisa. Yaani hayupo sawa kabisa yani. Sasa sikieni. Mchukueni mpelekeni nyumbani. Mimi kuna sasa hivi naenda kuchukua chakula hivi. Nikija tutakuja kuongea vizuri. Ila cha kwanza wewe hapa mchukueni mpelekeni nyumbani. Hayupo sawa huyu. Wewe kaka, nani hayupo sawa? Mimi nipo sawa. Mbona unakuwa hivyo na unakuwa kama ujielewi wakati ndio mtu mzima nakuwa hapa. Unaanza kunichazia mimi sijielewi. Mimi najielewa jamani. Mke wangu mimi wewe. Hebu twende nyumbani kwanza. Hebu mpelekeni nyumbani. Mpelekeni haraka basi. Wewe nini kwa jamani? Hebu niache. Hapa mimi nimeitia kwa jambo moja tu. Na kuhusiana na huyu binti hapa nyumbani. Huyu binti mimi naona kabisa hayuko sawa. Na sijui anasumbuliwa na nini. Na ile wakati anasema eti yeye ni mzimu. Hivi mliwahi kuona vipi? Mliwahi kuona wapi mzimu unaushika? Mzimu unaongea,
Uliwahi kuona wapi? Mbona kama ni maajabu haya? Dasha, wewe unaona maajabu sisi kuongea na mzimu? Au unaona maajabu mzimu inawezekana vipi ukamshika? Mimi naona maajabu Michael mpenzi wangu mimi akatembea na binti yule kichaa. Kitu gani ulichokosa kwangu Michael? Wewe unahisi yule binti yuko sawa mpaka kwenda kutembea naye? Hayuko sawa yule, ana matatizo. Shemeji, Rose, nisikilizeni. Mimi nafanya vile kutokana na wewe, si ndio uliniagiza mpenzi wangu, ulitaka nikuletee simu ili upate uhakika. Kosa langu lipi hapo tena? Lakini nyinyi mnatakana. Yaani naona dalili zote. Haiwezekani mwanamke kichaje kuniharibia mapenzi yangu. Hebu tulia kwanza. Inawezekana ni kweli. Kumbuka tulimwagiza nini? Kwa hiyo hapa kinachohitajika, huyu binti anahitaji kupumzika kwanza. Kwa nini tusimrudishe kule kwa huyu mzee? Mimi naona kuendelea kuishi naye hapa ni kukaribisha matatizo nyumbani. Hayuko sawa kabisa yule msichana. Umemsikia anachoongea? Umemsikia shemeji? Yaani anafanya vitu kwa haraka haraka. Hatuwezi kumfukuza mpaka aje bro Yusufu. Nipo katikati Naomba usiwe hivyo. Usilie. Kwa mara ya kwanza wakati nimekuona na sasa hivi naona kuna kitu ambacho napata sasa hivi. Naona kabisa hauko sawa dada. Halafu kwa hayo yote ambayo yametokea, naomba utusamehe sisi. Mimi pamoja na ndugu zangu pia naomba uwasamehe sana. Hapa unatakiwa wewe upate kwanza kupumzika vizuri. Halafu baadaye tutazungumza vizuri. Hata usiwaze kuhusu mimi. Kwani hii hali nimeshaizoea. Kukosa marafiki, kukosa wapendo wa karibu, yote hayo kwangu hayanisumbui. Kwa sababu sio chochote, sio lolote. Hivyo siwazi. Naomba unisikilize. Wewe sio mzimu. Na kwa jinsi ninavyokuangalia tu, kwa sababu mzimu hauwezi ukawa hivyo. Ambacho unatakiwa kufanya sasa hivi, kwanza unatakiwa upumzike. Unatakiwa ukae kwanza hapa. Kwanza tusamee sisi. Mimi pamoja na ndugu zangu, inabidi tusamee kwanza. Halafu mimi nahitaji kwanza ukae hapa kidogo, upumzike. Ukishapumzika, baadaye kama utaendelea kukaa hapa ni vizuri. Kama utahitaji kwenda kwa babu yako, pia tutakupeleka, wala hamna tatizo lolote. Ila inatakiwa upumzike kwanza. Huwezi kuwa rafiki yangu, kwa sababu mimi ni mzimu. Ni mtu ambaye nishakufa. Hivyo siwezi kuwa rafiki na binadamu wa kawaida. Kwa hiyo ndo kama hivyo ndugu zangu. Huyu binti inabidi tuishi naye tu hapa. Tuishi naye kama ndugu yetu kwanza kwa kipindi hiki. Mpaka mume wangu kwanza atakapokuja, halafu tutajua tutampeleka au ataendelea kuishi hapa.
Tungempeleka bwana hata sasa hivi. Msipendi kuchukulia mambo kwa haraka. Mwacha jisikie kama kwa nyumbani shemeji. Ila brother naye akija tumshirikishe hili jambo. Mimi naona brother yangu hawezi kukataa. Habari zenu? Sawa. Mke wangu. Mimi kaanza na mazungumzo naye. Mume wangu, mbona umekuja una mihemko kiasi hiki? Halafu mizigo iko wapi? Mawazo yangu nimefika huko. Nimefikiria ikawata sana, nikaona hapana. Hapana kabisa hapana. Kwangu yule ni mzimu. Na sisi hatuwezi kuishi na mzimu katika nyumba yetu sisi. Kwa hiyo nimefikiria kwenye akili yangu kabisa, nikaona hapana kabisa. Sasa mimi ninachokuomba, yule binti tumuondoe sasa hivi hapa. Kwa sababu yule ni mzimu. Lakini mume wangu, haya mambo ya mzimu tena yanatoka wapi? Kumbuka yule binti ulivyotuambia tuje naye, tumefika hapa tushakaa naye, nimeongea naye, mimi nimepanga naye apumzike hapa kidogo, akishapumzika baadaye atakuwa sawa. Mimi na imani yule kuna kitu kinamchanganya. Wewe mke wangu, hebu acha ubishi basi Mimi ni mume wako, sawa? Na hiki kitu nimekiona, ndio maana nakwambia hivyo. Ule ni mzimu. Sasa wewe jifanye mbishi, sijui umeongea naye, kwani mliambiwa muongee naye Si mkenisubiri mimi? Mimi niliwaambia naenda sokoni, nikudu tunaongea. Haya nyie mmeongea naye nini sasa? Nini sasa mmeongea hicho, ni kitu gani hicho? Mnaongea na mzimu ule? Ule mzimu ule. Jitu limekufa lile. Mnaongea naye nini? Sawa, lakini mume wangu angepumzika kidogo. Na muda ule sisi tumekuja naye, nimekaa nikaongea naye. Ni vile wewe mwenyewe uliniruhusu tuje naye nyumbani. Unasema mimi ningefanya nini? Mimi nimeruhusu, sijakataa, nimeruhusu kweli. Lakini mke wangu, wewe ujui tu ule ni mzimu. Ule ni mzimu. Sasa mimi naomba kitu kimoja. Mimi ni mume wako na mimi ndio mwenye mamlaka katika nyumba yangu mimi. Unanielewa? Sasa ninachokuomba sasa hivi hapa, tuondoke tukamtoe yule mtu. Mpeke kwa babu yake kule alipotokea kule, tumpeleke. Lakini sio mtu aje hapa atuetee sisi matatizo. Mwisho wa siku matatizo yote yatatufikia sisi. Mimi sitaki huko tufikie. Naomba hapa tuende, kama unanielewa, kama mimi mume wako kweli, unanielewa. Twende ukatoe yule mzimu upeleke kwao. Sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Haina shida. Nipo katika Sasa bibi wewe, babu yako anakuhitaji huko. Sawa? Unatafutwa sana huko. Sijui wewe ndo unajiita juu mzimu, sijui nini. Wewe mnapajua hapo kao, si ndio? Mchukueni mpeleke kwao, mrudisheni kwa babu yake. Bibi, nyanyuka uondoke basi. Lakini niliambiwa nitokee kwanza. Lakini nini? Mzimu unaongea, ondoka, nyanyuka. Wewe, nyanyuka uondoke basi. Pelekeni bwana wako. Wewe nanya basa. Kaka nini? Mimi sikai na mizimu, sawa? Nyanyuka msindilizeni. Nipo katikati ukujua huku. Babu atakuwa ameenda mbali sana. Mimi msubirieni tu babu. Babu! Vipi? Shikamoo mzee Makoti. Sina haja na hiyo salamu yenu. Nyinyi mmekuja kufuata nini katika himaya yangu? Si mlikuja mara ya kwanza mkanitusi mkiwa na yule mzungu wenu yule, uzuri wenu ule. Hatimaye mmekuja tena kwa mara nyingine, si ndio? Lakini babu, kwanza shikamoo. Alafu sisi hatukuja hapa kwa ubaya. Sisi tumekuja kwa wema tu. Na kubwa zaidi kilichotuleta hapa ni kwamba tumemleta mjukuu wako huyu hapa. Basi hatuna kingine. Hilo mimi hata kama nikilifahamu, kwangu haitonisaidia kitu chochote. Nyinyi sio watu wazuri kwangu. Mimi ni mchawi.
hatimaye leo mmekuja katika himaya ya mchawi, si ndio? Ninajua mmekuwa mkinipinga na kunifuatilia na mnayafanya hata mengine nisiyajua. Endeleeni kuyafanya. Ila mimi Babu, hao sio watu wabaya, ni wazuri. Wamenileta mimi nyumbani. ni wazuri kwako, lakini sio kwangu. Kwangu ni watu wabaya. Makoti, mimi nilikuwa naomba umsikilize mjukuu wako, kwa sababu umekuwa ni mtu wa mihemko na kupayuka. Sisi tumekuja kwa kheri tu mzee wangu. Hayo mambo ya nyuma yaliyopita, hebu achana nayo. Halafu kitu kingine, naomba utusamehe, tusamehe yale yote ambayo yamepita, tuachane nayo. Sisi hatuna ubaya wowote na wewe, kwa hiyo tusamehe, maisha yaendelee tu. Sasa kwa taarifa yenu, mmeuchochea moto na kuuzima, hamtoweza kirahisi. Hiki ni kisiki, haking'oki kirahisi kama mnavyofahamu nyinyi. Naomba mnyanyuke mwondoke. Toka! Naomba mwondoke. Tena endapo mkarudia tena kufika hapa, nitakachowafanyia hamtakuja kusahau katika maisha yenu yote. Na wewe, mtindo wa kwenda kuchukua watu wa ajabu na kuwaleta hapa kwangu, naomba iwe mwanzo na mwisho. Kama utarudia, nitakachokifanya kwako utokisahau na wewe pia. Allah, unaniletea watu ambao ni wabaya kwangu. Babu, nisamehe. Maana toka muda wameondoka marafiki zangu, upo kimya. Naona yani bado umechukizwa na kile kitendo. Nisamehe bure, sirudi tena babu. Usijali binti yangu, kwani hayo yameshapita. Ninatambua sio kosa lako, kwa maana hukulijua. Lakini wakati mwingine lazima uwe makini. Siku zote mtu mbaya huwaga hajionyeshi. Unaweza ukamwamini, lakini hata wewe pia kwa upande wako akawa ni mbaya wako, ila hutaweza kulitambua hilo. Kwa hiyo kuwa makini juu ya hilo. Lakini babu, kuna kitu mimi bado sijakielewa hapa. Yaani toka nimefika sijui leo ni siku ya ngapi, sijui ni saa ngapi. Yaani kiufupi sijawahi kuona usiku. Ni mchana tu hivi, kila siku mchana tu. Sijaona watu wakilala, wakiamka. Lakini kwetu kule sisi, mtu lazima usiku ufike, mtu apumzike, asubuhi kupambazuke, maisha yanaendelea. Lakini huku naona ni mchana tu. Inakuwaje? Mimi nafikiri kila kitu kiko sawa tu, kwani hiyo ni hali ya kawaida, na isikufanye ukatumia muda mwingi kuweza kufikiria na kuumiza kichwa chako juu ya hiyo, kwani mbona naona hakuna tofauti wote, ni hali ya kawaida tu. Unadhani kuna tofauti gani hasa? Hii sijajua ni sayari ya ngapi. Maana ni maajabu. Yaani kukawepo tu na mchana tu peke yake. Hii sijawahi kukutana nayo. Usijali, vingine utaendelea kuvijua tu. Lakini hakuna kitu kichote kibaya, kwani ni hali halisi ya kawaida. Lakini babu, kulikuwa na ua fulani nilikuwa nalitafuta. Sijui nitalipata maeneo gani. Ni ua gani hilo? Linaitwa wachungu. Bila shaka hilo ni ua la mapenzi. Ni ua ambalo ni la muda mrefu sana. Limekuwa likifahamika toka enzi hizo. Kipindi hata wakati pia hata mimi bado sijazaliwa.
walikuwa wakilitumia mababu zetu pindi wanapompenda binti. Ili kudumisha upendo wako kwake, basi ni lazima ulitafute ua hilo. Ni mti mmoja mzuri na ni ua moja zuri sana. Hakika ni ua zuri lenye manukato mazuri, lenye kupendeza, lenye harufu nzuri, kiasi cha kwamba utakapolichuma na kumpelekea mpenzi wako, basi kwa hakika atafurahi sana. Hilo huwa nimelikumbuka sana, kwa sababu mara nyingi alikuwa akiniletea mpenzi wangu Azizi. Hivyo nimelimisi sana. Nilikuwa nataka tu hata nilione. Usijali. Huo mti hauko mbali sana na maeneo haya tunayoishi. Uko hapo tu. Nitakuelekeza tu na utaliona hilo ua. Basi haya babu, baadaye kidogo acha nikaliangalie. Tamtam mpenzi wangu, mbona umechelewa kufika hapa? Lakini si nimefika. Sawa, ili mradi nimekuona kipenzi changu, kwangu sio swala. Asante, lakini ni kawaida. Nimekuletea zawadi. Zawadi gani hiyo ulioniletea? Kumba macho. Sijui kama naanza matani yako. Nishafumba. Kina harufu nzuri. Ni nini? Fumbua. Mbona sioni kitu? Acha utani wako. Aya. Wow. Ni zawadi nzuri. Hilo ua ukiliona jua umemwona Tamtam, na ukisikia harufu yake popote pale jua umenisikia mimi. Kwa hilo usiwaze mpenzi wangu. Ua hili nitalitunza kama nilivyotunza moyo wako kwangu. Si unajua nakupenda. Sasa wewe ndio utakayenifanya kumtambua yule ni Azizi wangu au ni Maiko wake. Kama sura ndo ile ile, onekano na mwendo ndo ule ule. Wali kwenye hii dunia, kuna kuishi mara ngapi? Ona mbona sielewi?
hapa nilipo nimechoka. Hiki kipindi napitia wakati mgumu sana baba. Umechoka? Umechoka vipi yani? Mbona upo sawa afu ndio umechoka? Umechoka unafanya kazi gani? Yaani kaka, mdogo wako leo hii usinione nakonda. Mimi nimekuwa kufua, nimekuwa kudeki, nimekuwa kuchota maji. Yaani kazi zote za mwanamke nafanya mimi. Na bado baadaye na kazi pia. Sasa mdogo wangu, nginja gani? Kama kuosha vyombo watu wanaosha, kama kupika watu wanapika. Mdogo wangu, wewe ujui tu, hizi nyumba hizi zinaficha mambo mengi sana. Laiti ingekuwa unapitia kitu ambacho nakipitia mimi sasa hivi huko ndani. Mdogo wangu, mimi sasa hivi inafikia kipindi wiki 2 au wiki 3 napata mara hii. Haki yangu ile ya ndoa napata mara moja tu. Uonge kwa wewe ungeweza? Sasa mbaya zaidi, mtu unakuwa umeamka labda asubuhi, labda mchana, upo free, lakini mwenzako unamwambia, anakuambia sijui usiku sijui nini. Inafika usiku mtu umechoka, mtu akwamcha saa 9 saa 8 unaanza kufanya kitu kweli? Huyu mimi natamani nimwache leo kesho. Anatamani hata ni hata mke wa pili tu basi. Mali niepukane na sasa hii imekuwa sijui mtihani, sijui mshida, sijui nini. Sielewi mdogo wangu, nina mtihani hapa. Lakini leo, yani leo ndo nimepania kabisa. Yani leo asiponipa, wallahi mwanamke mimi nampa talaka. Namwacha kabisa. Kwa mimi siwezi kukaa hivi mwanaume. Siwezi kukaa kabisa hivi. Nikipata matamanio. Wanawake wengi sana kama unavyojua huko. Mdogo wangu, kama unavyojua mimi mwanaume, mimi nina tamaa. Alafu asikwambie mtu yote mdogo wangu. Yaani hakuna kitu kizuri kama bao la mchana. Yaani brother, kweli mimi napitia wakati mgumu ila sio kama wako. Sasa mimi nakosa vitu kama hivyo sivipati. La pili. Ngoja kwanza. Unaenda sasa? Abiria brother. Nipo katikati ukujua huku Mambo Safi kwema? unaelekea? Mimi naelekea kutembea tu. Unajua tena mzimu atuli sehemu moja. Wewe sio mzimu. Mbona mzimu tunaweza kukushika? Unashikika. Kwa sababu kuna watu wengine mimi hawanioni. Naniona nyinyi tu. Na vipi kuhusu mbona hujavaa viatu? Nileteni basi vya kwenu. Mimi sina kiatu. Unajua kama kawaida ya mzimu. Tokea mpo kule, mimi nasikia maongezi yenu mnayoongea. Unachekesha wewe. Haya, tuambie umesikia nini? Mimi nasikia chochote. Yaani habari tu nilionayo, nyinyi nyote leo mnaachika. Tunaachika kwa misingi ipi? Sisi hatuwezi kuachika. Wanaume zetu tumewashika kisawasawa. Huyu hajui. Wewe mwanamume wako anapenda sana tendo la ndoa mchana. Lakini wewe upendi hicho kitu kufanya na unasubiri usiku. Na yeye usiku huwa amechoka mara nyingi. Kwa hiyo mume wangu mimi ndo ameamua kuanza kutangaza habari mambo yetu ya ndani, anaanza kuwatangazia watu. Yaani wewe Dasha, mimi nilijua mjanja, kumbe mshamba. Sasa unashindaje kuruka kijoti na shemeji mchana? Mimi mwenzako yule shemeji yako yule akirudi mchana, angai mule ndani nakwambia nginja wewe.
Nisikilize, alafu sio kwamba labda huwa simpi. Mimi mbona nampa? Lakini ni jana tu, yani nilikuwa nimechoka. Sasa hivi kisha kweli wanaume kweli sio watu wazuri. Jana tu ndo nimemnyima kwa sababu mwenyewe nilikuwa nimechoka. Sasa hivi kishaanza kuitangaza huko. Sasa huyu atakuwa ni mzimu kweli au ni mbea? Amewezaje kujua hizi taarifa za Faraha kati yako wewe na shemeji? Wewe mmeo unamfanya kuwa ndondocha. Aende kisimani, wewe umenyoosha miguu. Afage uwanja, apike, aende dukani. Wewe upo tu. Hivi mwanamke gani anayeishi hivyo na mume wake? Alafu nasema hivi nimemshika. Umemshika kwa nini? Kwa hiyo Michael ndo kaja kukuambia kwamba mimi namfanya kama boshoke. Kila kitu anafanya yeye, si ndio? Sasa sikiza. Kama mimi nakuongopea, sawa? Nendeni nyumbani kama hamtopewa talaka basi. Sio mimi mzimu. Nyinyi mtakuwa mnakaa mnaambiana. Haiwezekani wewe sio mzimu, wewe ni mbea afu wewe mnafiki. Huyu snitch udasha. Mimi ni mzimu. Kwa hiyo hichi nilichowaambieni, hata mkienda kuongea kule, hata mkisema chochote, mimi nasikia. Kwa hiyo mimi nimewapa kama hizo taarifa tu, msinitaje. Kwa hiyo hao wanaume wamekosa vya kuongelea, wameanza kutujadili. Yaani wewe mzimu, hizi taarifa umezipata kimzimu au wao ndio wamekuja wamekwambia? Mimi si niwaambieni mimi nasikia. Na ni mzimu mkakataa. Nendeni nyumbani mkajionee. Haya, si tunashukuru. Kama kweli wewe ni mzimu, basi tunashukuru. Mungu akuzidishie umri. Mimi mbona sielewi? Mimi ni nani? Wewe ni nani? Yaani leo kusema kwamba Mungu leo, yani leo nina njaa sio poa. Nimepaka nimekula hii miwa hii mpaka kimoja kimebaki kingine hiki kimoja hiki. Nina njaa sana leo. Shemeji yako kachelewa sana kupika. Waliondoka na niliu mdogo wako. Mpaka mdogo wako tena. Unajua nyinyi mnapenda sana kutembea wawili nyinyi mkiwa pamoja. Mpaka ni sasa kuita wadogo. Kumbe mke na mume. Aliondoka na mke wako. Sasa sio ameenda wapi? Hizo njaa hizo zinakusumbua brother. Na sijui hata mnakula kiasi gani. Hivi mume wangu, kwa nini unaamua kunifanyia hivi? Shida nini sasa mke wangu? Hujui, umeamua kunizalilisha. Unachukua siri zetu za ndani, unaanza kuzitangaza huko ili upate faida gani? Mimi nitoe siri zako za ndani mimi kabisa mimi. Kumbe naongea na nani? Sinaongea na wewe. Sasa hizo siri gani ambazo mimi nikazitoa kweli siri za ndani nizitoe kabisa nizipeleke nje? Siri gani sasa hizo mke wangu? Mimi nashindwa kuelewa. Wewe umeamua kuzungumza mbele za watu, unaanza kutangaza mambo ya ndani eti na kunyama mchana sijui vipi. Sasa mume wangu, haya ni mambo kweli ya kuanza kutangaza huko mtaani? Mimi kweli ni mimi kabisa mimi wewe. Shemeji, haya mambo mbona hakuzungumzika? Sio kupaza sauti barabarani kila mtu asikie. Naweza mkakaa ndani mkaongea wenyewe. Tena wewe ufunge mdomo wako. Na wewe nina jambo lako. Tena. Sasa mke wangu, haya mambo yanaongeleka vizuri tu. Na tunaweza tukaingia ndani tukayaongea na mambo yakaisha. Lakini kuliko uniseme hapa mbele ya wadogo zangu kabisa, inakuwa sio vizuri mke wangu. Tu tukaongea ndani. Kwa hiki ulichokifanya sijapenda. Yaani sijapenda kutoka moyoni. Na hapa ndivyo nimekuja sasa hivi. Kama inawezekana nipe talaka yangu mimi niondoke nyumbani. Basi nimechoka. Mke wangu, mimi talaka mimi sitoe. Talaka mimi sitoe. Mimi nijua mambo tutakaa tutaongea na mambo yataisha. Kama swala ni hilo ni kweli kweli mimi nimeongea. Kutokana mimi ni mwanaume. Mimi ni mwanaume. Haiwezekani wewe mimi mwezi mzima au wiki mzima nipa mimi mara moja. Kweli mke wangu kweli? Sio kweli bwana. Yaani sio kweli kabisa. Mimi nimeniuma. Mimi niliongea mama nikajua hapa tutapata solution. Sasa solution ni nini alipo? Unakuja bado unataka talaka. Mimi talaka mimi sitoi. Wewe kama kweli umelizia mambo yaishe, hata sasa hivi ni mchana muda huu, unaweza toka ukanda kanipa hata kimoja tukasuluhisha mambo yakakaa sawa. Lakini mambo ya talaka, mimi talaka sitoi. Mimi sitoi kabisa, sitoi talaka. Unasema nini?
Kwa hiyo talaka huwezi kutoa. Ndiyo nimegoma, sitoi talaka, mimi najua kuoa tu. Sitoi talaka ya nini sasa? Wewe ni mwanaume wa aina gani lakini? Nishakwambia uniache. Mimi siwezi. Sitoi talaka, mimi najua kuoa tu. Sitoi talaka ya nini sasa? Okay, fine. Sasa unaenda wapi sasa? Yaani sawa bwana, wewe kama unaenda nenda tu bwana. Yaani kama ubaya ubwela ubwili ubaya. Mimi ni nani? Tunamjaze baba. Michael, najua kwamba unanipenda sana mpenzi wangu. Na mimi nimekuwa mkosefu sana kwako. Nimekuwa nikikulaumu mara kwa mara bila sababu za msingi. Naomba tuache hao yapite. Tuangalie maisha yetu. Tuanze upya. Naomba tupande mbegu ya upendo katika shamba letu. Maana mwanzo ilikuwa imeota chuki na visasi. Michael, mimi naomba uniahidi kitu kimoja. Yule mzimu ndo chanzo cha migogoro kati yangu mimi na wewe. Naomba ukae mbali naye kwa sababu unapotengenezwa karibu naye mimi hicho kitu kinaniuma sana. Huwa nafikiria vibaya na kuwa na mawazo tofauti mpaka nataka kuondoka hapa nyumbani. Pia sihitaji tena ufanye kazi kama mwanzo, mara uchote maji, mara uende dukani, mara ufagie. Zile kazi ni za kwangu na nitazifanya kwa weledi. Wewe ufanye kitu kimoja tu. Asubuhi uende kazini, ukirudi ufanye yale mambo ambayo ni haki yangu kunipatia na kutafuta pesa tu ya kula. Mambo mengine yote nitafanya mimi. Nafurahi kama umelitambua hilo. Ila yale yote nilikuwa nafanya kwa sababu nakupenda. Wewe ni mwanamke wa ndoto yangu. Wewe ni mwanamke muhimu sana kwangu. Alafu kuhusu masuala ya kusaidiana, lazima nitakusaidia. Ni kati ya umoja upendo. Hapana. Sitofurahi. Sihitaji tena wewe ushike chochote huko ndani. Sio fagio, sio dukani kwenda na wala yani sihitaji. Mimi nataka mpenzi wangu atafute hela, urudi, tuangalie maisha yetu mengine. Sijui umenielewa? Sawa. Nimekubaliana kwa sababu wewe ndio dereva wa moyo wangu. Naomba nikukumbatie. Tuondoke ndani, mimi nimekumisi. Sawa mpenzi wangu. Karibu sana. Karibu kae. Asante. Niambie bibi wewe. Ni kwema uko tokako? Nyumbani wala sio kwema. Ostazi, mimi nimekuja hapa na jambo moja tu. Mume wangu amekuwa akitangaza mambo yetu ya ndani kwa watu. Yaani mpaka naona aibu mimi. Sura yangu nitaiweka wapi? Kila ninapotembea mimi naona ni kama kila mtu ananinyosha kidole. Kusema kweli mimi hili jambo sijapendezwa nalo hata kidogo. Na nishamwambia mimi anipe talaka yangu. Ni bora niende nyumbani kwanza. Lakini amekata kunipa talaka. Na nimekuja hapa kwa lengo moja. Inatakiwa wewe umshurutishe mume wangu aweze kutoa talaka. Asha, unajua ni mwanamke mstaarabu sana.
kila mmoja wetu anafahamu katika eneo hili. Unanishangaza sana leo kuja kudai talaka. Labda nikwambie kitu kimoja. Hiki mimi nilichopewa sijapewa kwa ajili ya kuja kufarakanisha ndoa za watu, ila nimepewa kwa ajili ya kutengeneza ndoa za watu. Sasa unanishangaza kwamba leo unahitaji kudai talaka wakati mambo haya ni ya kuzungumzika. Kila sehemu ninayopita naona kila mtu ananinyoshea kidole. Ni aibu. Hapa tu nisaidie tujue tunafanyaje ili mume wangu aweze kutoa talaka. Sawa, mimi nimekuelewa. Nenda kamlete mumeo na baadhi ya ndugu zako, tuweze kulizungumza, kila kitu kitakaa sawa. Sawa ustazi, nitafanya kama ulivyoniambia. Na kuhusu kuwaleta ndugu zangu wala halina tatizo hilo. Nitawaleta hapa, lakini ninachohitaji ni wewe uweze kuzungumza na mume wangu, aweze kunipa talaka yangu, niweze kwenda nyumbani nikaishi kwa amani. Sawa, mimi nitafanya jinsi unavyotaka. Na hakuna kitakachoharibika. Sawa ustazi. Na kitu kingine, huu mkeka naomba usitoke hapa. Sitachukua muda mrefu. Dakika 5 tu nakuja nao. Sawa. Karibu Dasha. Asante. Naona upo. Shoga yangu leo unaosha vyombo? Nimeamua nirudishe moyo wangu nyuma na nimsikilize mume wangu kila anachohitaji. Nimekuja kugundua kwamba mimi ndo mkosefu. Mume wangu ananifanyia kila kitu. Ananiendea dukani, ananichotea maji, na hata vyombo pia huwa ananioshea. Lakini mimi ndo huwa namkwaza wivu wangu wa kijinga na kumkaripia. Sasa sitofanya tena. Kwa kweli ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Kwa sababu ya mzimu ndo umeamua kufanya hivyo eti? Hapana, sio kwa sababu ya mzimu. Ni mimi mwenyewe tu maamuzi yangu. Kwani kuna shida? Tuachane na hayo. Ila mimi alichonifanyia shemeji yako sitaweza kumsamehe. Matatizo ni yale yale Dasha, au kuna mengine? Ni yale yale. Mimi naomba nikushauri dada yangu. Mngeache tu hayo mambo yakapita. Hebu mpuuzieni shetani ili muanze maisha yenu mengine, tuangalie maisha mengine tunafanyaje. Na hivi ninavyokuambia niko hapa, nimekuja kukufuata, tunaitwa kwa ustazi kuna kikao. Dasha. Kwa ustazi sasa tunaenda kufanya nini? Simmalizane tu wenyewe msameheane. Wewe unaichukuliaje? Haya ni mambo mazito. Mimi siwezi kuyavumilia. Siwezi kabisa kuvumilia upumbavu kama huu. Basi sawa. Watangulia mimi nakuja. Haya, ufike bila kukosa. La ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillah. Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu huyo ndio alofanya mpaka sisi hapa tumekutana. Ila kilichotuleta hapa kikubwa nafikiri kila mtu anafahamu. Bwana Yusuf na Bibi Asha. Kuna malalamiko nimeletewa mimi kama mshenga. Kiukweli binafsi hata mimi sijafurahishwa nao. Imekuwaje leo Bwana Yusuf unaenda kunidhalilisha mimi? Unatoka nje
unakwenda kutangaza mambo ambayo hayatakiwi hata kutangazwa. Kama mkeo kakufanyia jambo ambalo limekuuma, kwa nini usinifuate mimi mshenga? Unakwenda kuambia watu wa pembeni. Sasa leo unamdhalilisha mkeo. Mkeo kaja kukuomba talaka. Unafikiri itakuwaje? Bwana Yusufu. Mshenga wangu. Ni kweli. Mwanamke aleta bibi wangu hapa, ni kweli kabisa. Lakini ustazi, unajua kuna mambo mengi ambayo mimi naumia kusema kweli. Ni mengi sana. Lakini mke wangu mengi sana anayafanya. Lakini sasa mimi nikaona labda nikitumia njia hiyo ndio huenda labda nikapata suluhisho ya ndoa yetu tukaelewana ndani. Lakini kumbe nilikuwa nakosea. Mimi kusema kweli nampenda sana mke wangu. Mke wangu nampenda sana. Kama inawezekana ukaweza leo hapo kutusuluhisha na kila jambo baya lolote ambalo tumekoseana hapo nyuma, ukaweka yakawa safi, basi mimi nakuomba ustazi ufanye hivyo. Mimi mke wangu nampenda sana, na kama na uwezekano nimetubu mbele yake hapa, kama itawezekana anisamehe. Lakini kwamba alichokiongea ni kweli kabisa, nimefanya hivyo, nimekiri mbele yako. Bibi, nafikiri umemsikia mumeo. Mumeo amekiri makosa mbele yako. Na kama unavyojua, hakuna mwanadamu asokosea. Katika ulimwengu huu asokosea ni Mwenyezi Mungu peke yake. Na huyo Mwenyezi Mungu hata umkosee kosa la aina gani, Mwenyezi Mungu anakusamehe. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote isipokuwa shirki. Shirki ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Lakini pia wewe Mwenyezi Mungu ambaye ukimshirikisha hakusamehi, ukimfuata mbele yake na ukamwomba msamaha na kusamehe. Kuna baadhi Mwenyezi Mungu katumba navyo sisi wanadamu. Vitu vidogo vidogo. Mwanadamu kumkosea mwanadamu mwenzie, mwanadamu kuombana msamaha, wanadamu kwa wanadamu, ndo kama hii. Mumeo kakosea, amekuja mbele yako na mbele ya mashahidi wote unawaona, anaomba radhi ili uweze kumsamehe na muweze kurudiana na ndoa iendelee kama kawaida na maisha mengine yaendelee. Dada, hebu muangalie kwanza shemeji anavyolalamika. Kwa nini usirudi nyumbani tu? Wewe mwenyewe uliniambia kwamba mwanamke mpumbavu huja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Sasa mbona na wewe unafanya yale yale tu? Mnachokizungumza mko sahihi kabisa, lakini kwa upande wenu, lakini sio kwangu. Sio kwamba simpendi mume wangu, la hasha, nampenda sana. Lakini kwa hili tukio ambalo limetokea, mimi sitaweza kuvumilia. Yaani siwezi, nitaiweka wapi mimi sura yangu? Kila ninapotembea nanyoshea vidole hivi. Siwezi. Usichokijua ni bora aibu hapa duniani kuliko kwenda kufedheka huko mbele ya Mwenyezi Mungu. Pindi utakapomsamehe wewe, basi na Mwenyezi Mungu pia atamsamehe. Kwa kuwa mumeo bado anakupenda, sawa, basi wewe bado msamehe. Bwana Yusuf, jaribu kumbembeleza mkeo, kwa sababu wewe ndio unamfahamu kiundani mkeo. Mke wangu, mimi ni mkosefu ndio, lakini naomba unisamehe, kwa sababu hakuna binadamu hata mmoja ambaye hakosei katika dunia hii. Na imani hata wewe pia ni vingi ambavyo ulinikosea, lakini nakusamehe. Sasa leo ni hili tatizo dogo tu ambalo tunakaa chini hapa tunaongea na kila kitu kinakaa sawa, lakini wewe msimamo wako ndio unisamehe. Binadamu hatuko hivyo mke wangu. Ni kweli shemeji. Angalia, kaka anakuomba msamaha mbele yetu sote hapa. Jaribu kumsamehe. Kutenda kosa sio kosa, bali kurudia kosa ndio kosa. Hebu angalia, leo hii mnagombana nyinyi. Sisi kesho tufanyaje? Msamehe wana. Ustazi, hapa hamna kusameheana. Kama nilivyokuambia mwanzo, hapa sihitaji msamaha, sihitaji maneno mengine ya ziada. Ninachohitaji ni yeye atoe talaka yangu basi. Bwana Yusuf, tumejaribu kuongea na mkeo kama unavyoona mara kadhaa, lakini amegoma. Kwa ridhaa yako, naomba niinuke hapa nilipo niweze kuingia ndani. Nikuletee peni na karatasi uweze kumwandikia talaka mkeo.
haina haja kuninyuka, kwa sababu haya mambo mimi tulishaongea muda mrefu sana, na kila siku akaa anadai hiyo talaka. Kwa hiyo mimi nilivyojua tukija hapa labda kila kitu kitakuwa sawa, lakini yeye bado anadai talaka. Mimi talaka niliandika muda tu. Kwa kama tumekuja hapa kakataa, hataki suluhisho hili swala, haina shida, mimi talaka nalo. Yaani kaka, uko serious kabisa? Niacheni. Yeye kataka talaka kapata. Mimi nilisema kwamba lazima mtapewa talaka tu. Sasa hivi tayari talaka ishatoka. Na mwingine bado pale nakusubiri. Kuachwa ni shughuli pepe. Yeye anakonda, wewe unanene na wao. Na wao. Mzee Korodinga, Mzee Korodinga, Mzee Korodinga. Azizi, unifananishi ni mimi mwenyewe Mzee Korodinga Samsolo Anginja Nginja, mwamba wa kaskazini, jungu kuu linaokosa ukoko. Ndo mimi. Korodinga? Ndo mimi hapa Mzee Korodinga. Nauta. Ni wewe? Ndo mimi Awoti. Pole kwa matatizo. Azizi. Ndo mimi Azizi. Pole sana Azizi, pole sana. Kila kitu kiko sawa. Shafika mzee. Saidie. Najua ndugu zenu wakiwaona watafurahi sana. Wewe nyang'au, usiyejua kufuatilia yako kazi, kufuatilia ya wenzio, unataka kumpeleka wapi huyo kijana? Hapana! Mzee Kikoti nakujua vizuri. Mzee Kikoti nakufahamu, ila leo umekutana na Mzee Korodinga mwamba kaskazini Samsolo Anginja Nginja. Ndo yule mzee jungu kuu afu limekosa ukoko. Ndo mimi. Unawasumbua watoto wa watu. Ila leo utamjua mimi ni nani. Unajidanganya. Mara ya kwanza ulimtuma kijana wako ili aje kuniharibia mipango yangu yote, na nilichokifanya nadhani umekiona. Hakurudi akiwa salama. Acha upumbavu wako. Mimi ni mwamba, alafu sikuogopi. Mpumbavu mmoja tu unisumbue mimi. Na kujua kuanzia chini mpaka juu. Paka hilo komwe lako nalijua vizuri. Subutu yako. Ndivyo unavyojidanganya. Hiki ndiyo kisiki. Kingungi wa kingungi. Kisiko nyoka kirahisi. King'oki. Nadhani unitambui vizuri. Sasa hutoweza kumchukua mtu wangu kirahisi. Sio mtu wako. Nitawachukua watu wangu wote kuwarudisha dunia yao. Mjinga mpumbavu usokuwa na akili. Mtu mzima unakosa akili. Unataka kuwatesa watu mpumbavu. Sasa utamjua Korodinga ni nani. Mnanitusi mimi na nitaendelea kukutusi. Kwa sababu uniwezi kwa mwiko hata sufuria. Utanambia nini? Kamwe siwezi kuchezewa akili hata siku moja. Hiki ni kisiki, ni kingungi wa kingungi kisikong'oka kirahisi. Lakini sio kwa Samsolo Anginja Nginjwa. Wewe sindimbwa. Sindimbwa wewe unajidanganya. Ndo mimi mwamba kaskazini, Mzee Korodinga.
Kijana, kuanzia sasa hivi kuwa huru. Amekufa kweli? Wewe usiende. Wangine vizubizubi. Sasa basi. Wanatakiwa tutafute ndugu zako, tuondoke nao. Mimi nimeshakusaidia. Nitakupeleka dunia yenu ya kawaida, kijijini kwetu. Tumeelewana? Nikusaidia. Itakuwaje wakati nimefanya shughuli nimefariki? Kila kitu kitakuwa sawa mwanangu.